leo tutakwenda kumsoma mdudu anaitwa adhubab, kwa maana nzi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anapoingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu, falyughmishu, amzamishe mle katika kile kinywaji. Kwa nini? Mtume akatoa sababu. Hakika katika moja ya bawa lake nzi kuna maradhi, na katika bawa jingine shifaun, kuna tiba. Haya yamesemwa na Bwana Mtume Muhammadin karne ya 7, na ilikuwa miongoni mwa mambo yaliyowashangaza watafiti na madaktari. Ni katika zile tafiti ambazo zilizofanywa na daktari wa kike anaitwa Joanna Clarick. Yeye aliendesha tafiti za kumchunguza nani? Huyu mdudu anaitwa nzi, na katika tafiti zake zikagundua ya kwamba nzi, mwili wake katika sehemu za nje ya huyu nzi imehifadhi antibakteria, antivirus, ambayo inaweza kuua bakteria, inaweza kuua virus wa aina mbalimbali. Amesema kweli Joan, kwa kuunga mkono maneno ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Nzi namna alivyo, kwa kuwa anatoka sehemu anakwenda katika sehemu alqadhurat, zenye uchafu, anakwenda kila aina ya sehemu, maana yake ana uwezo wa kubeba bakteria wengi kabisa, tena wenye madhara ala jasadiha, tena madhara yanaanzia kwake mwenyewe. Sasa ili huyu nzi awe hai, uhai uendelee, lazima huyu nzi awe na mudhadat, awe na antibakteria, lazima awe na antivirus ambayo inaweza kuua wale bakteria ambao anawabeba. Hakika nzi anapoingia katika kinywaji cha mmoja wenu, huwa haingii hivi, anaingia bawa moja analiacha juu. Sasa na inasemekana lile ambalo naliacha juu ndio mara nyingi lenye antivirus, na lile ambalo naliingiza ndio linakuwa na virus wenyewe. Iwe ni asali, mzamishe mtoe kunywa. Iwe ni maji, mzamishe mtoe kunywa. Iwe ni maziwa, iwe ni juice na mfano wa hayo, basi mtoe. Hii ni njia ambayo inapelekea kuyayusha ile antivirus ili kupambana na virus ambao wanaweza kuleta madhara. Amesema Bwana Mtume Muhammad karne ya 7, watafiti wanakiri aliyosemwa na Bwana Mtume karne ya 20. Kwa nini? Kwa sababu antibakteria pamoja na antivirus huwa inakaa katika sehemu ya nje ya mwili wa nzi katika hali ya aina kadha, wajanahiha, na bawa lake moja limehifadhi hiyo antivirus na antibakteria. Pia vile vile watafiti wameeleza wakiwa katika chuo kikuu cha Aoborni nchini Japani, wamebaini nini? Kuna protini katika yale mate au ule unyevu unatoka katika huyu nzi. Tunapozungumzia protini, maana kuna vitamins pia. Kuna vitamin B pellagra inakuwa inapatikana katika ule unyevu wa nzi. Protini hii ina uwezo mkubwa sana wa kuponya vidonda na majeraha kwa haraka zaidi. Kwa hiyo hata ikitokea wewe umepata majeraha, una kidonda ambacho kina muda mrefu akiponi, tafuta nzi wako 4-5, wasage vizuri, alafu weka pale katika sehemu ya kidonda. Leo watu wamemtumia nzi wakapata maisha. Yaani ukiona kuna dawa ambayo unatumia wewe unatibu maradhi yale yanayoitwa typhoid, basi jua mwalimu aliotoa elimu hiyo ni nzi. Watu wamechunguza kwamba wale bakteria ambao wanaobebwa na nzi wanasababisha maradhi ya typhoid. Wakachunguza anti-typhoid ni nini? Ni bawa la pili la nzi. Hii antivirus inatokana na nini? Leo watu wanaishi vizuri kabisa. Leo mimi na wewe tunasoma hadithi za Bwana Mtume, alafu hatuna lolote tunalojua. Yaani tupo tunatueleweki. Ni watu wa namna gani? Kimuuliza mtu anakuambia anasoma katika 40 Nawawi. Mmoja wapo anasema hadithi hii, idha waqa dhubabu fi sharabi ahadikum falyughmisu thumma liyanzih fa inna fi ahadi janahi da wa fi akhar shifa. Kwamba anatafsiri tu. Akiingia nzi katika kinywaji, mzamishe kisha umtoe. Bawa lake moja lina tiba, moja lina ugonjwa. Ndio nini sasa? Basi kaishia hapo na ana habari za kuendelea. Haya ni vichekesho jamani. Hebu tuisomeni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwangaza uliokuwa sahihi. Watu wanaishi kwa hadithi hii, tena maisha yao mazuri. Sisi Allah mtihani, Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri.